Karibu mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Meresha Oiti. Rais Uhuru Kenyatta amependekeza kupunguzwa kwa ushuru unaotozwa kwa mafuta ya petroli kutoka asilimia 16 hadi asilimia 8. Rais ameelezea hii leo kwenye hotuba yake kwa taifa kuwa licha ya kuwepo vilio vya wakenya kuhusiana na ushuru huu, itawalazimu kugharamia ushuru huo ili kuwezesha taifa kuafikia malengo yake ya miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na kutoa huduma nyingine muhimu. Rais Kenyatta pia amependekeza matumizi ya fedha katika wizara zote kudhibitiwa, kama vile kupiga marufuku burudani pamoja na safari za nje na ndani. Baada ya Wakenya kusubiri kwa wiki moja kusikiza tamko la rais kuhusu ushuru unaotozwa bidhaa za petroli uliochochea mfumuko wa bei ya usafiri na tishio la kupanda kwa gharama ya maisha, Rais Kenyatta amefungua roho. The purpose of this tax was simple. We have to pay for the new constitutional order, as well as the public services on which Kenyans depend alike. These cost money. Further delay in the implementation of the tax would compromise our ability to deliver basic services to Kenyans and to maintain the trajectory of our development. Rais anasisitiza Wakenya hawatakwepa kulipa ushuru huo. Amependekeza ushuru wa asilimia 8 kwa bidhaa za mafuta ya petroli. Should Parliament accept this proposal, the price of super petrol will drop from the current Kenya shillings 127 to about Kenya shillings 118. And the price of diesel will drop from Kenya shillings 115 to about Kenya shillings 107. Rais Uhuru anasema iwapo wabunge watapitisha pendekezo lake, wafanyabiashara wa magari ya abiria pamoja na wamiliki wa viwanda waliokuwa wameongeza bei ya bidhaa sharti wawajibike kukumpunguzia mwananchi mzigo wa gharama. I expect them not to take advantage of weary Kenyans and to lower their prices commensurately without any delay. Kutokana na changamoto za kukidhi mahitaji ya bajeti, kugharamia maendeleo na kuboresha miundo msingi, serikali inalenga kudhibiti matumizi yake. The cuts target less essential spending such as hospitality, foreign and domestic travel, training and seminars and other similar categories. Kwenye azma yake ya kupambana na ufisadi, rais amependekeza mgao wa bajeti katika idara ya mahakama na taasisi zinazokabiliana na ufisadi kuongezwa. Jaji mkuu David Maraga alilalamikia hatua ya wabunge kupunguza bajeti ya mahakama. I have increased funding to the judiciary to speed up the completion of cases concerning corruption and economic crimes. Further, I have increased allocation to the Office of the Director of Public Prosecution, as well as the other investigative agencies. Rais ametoa mapendekezo yake kwenye mswada wa fedha kabla ya kuweka saini. Macho yote sasa yataelekezwa kwenye bunge la taifa wiki ijayo, siku ya Jumanne na Alhamisi, wabunge watakapojadili mapendekezo hayo kwenye kikao maalum na kufanya maamuzi kwa kupiga kura. Patrick Amimo, KTN News. Kufuatia tangazo la rais la kupunguza ushuru unaotozwa kwa mafuta kutoka asilimia 16 hadi asilimia 8, Wakenya wamekuwa na maoni mbalimbali. Hebu tufuatilie maoni ya baadhi yao. Ya mafuta venye rais amerudisha chini, naona kama sisi kama wananchi, kama raia, tunaona hapo ametupea afueni kidogo na itakuwa poa sana. But ingekuwa poa angeitoa tu kabisa ili maisha yetu isipande juu sana. Kwa transport imepungua, but in other terms bado watu wana take advantage, vitu ziko high bado, zingine foodstuffs and everything else, but transport wanashusha kwa sababu ina affect directly sana the transport sector. Yeah. Sioni ni kama ni poa, kwa sababu unajua mafuta iko kama maji. Hiyo ndio haya binadamu. So there's no way angetoa from 16 to 8 angetoa yote. So tujue life iko kama ni deni, like
kama SGR transport ilipe mambo ya deni. Kama mimi nimekopa, si bibi yangu alipe, si mimi ndio nimekopa, so mimi ndio nastahili kulipa, si bibi ama wazazi wangu wakuje walipe. Mwenye amekopa ndio anastahili kulipa. Kama ni deni ya Kenya, afadhali wangesema watoe vitu zingine, hao wenyewe watoe hata mshahara, wapunguze mshahara. Hakuna haja wapunguza mafuta na mshahara yao pato ni ile ile. Sasa hawatusaidii. Pato sisi ndio tutaumia. Utakuwa kama next year tunajua pengine shule watatuambia sisi wenyewe tulipia watoto fees, tulipia ile pesa ya mtihani. Sasa watakuwa wametusaidia na nini? Union kulingana na ati unye amerudisha mafuta chini, unaona? I make any difference. Unaona sahi plus tu kwa afadhali zile mainzi za kitambo, unaona? Zile enzi za Moi nini, vitu zilikuwa chini. Lakini sahi yenyewe hata vile sijui anaweza fanyaje ndio vitu zirudi chini. Kwanza hiyo mafuta kwanza unajua kwa huko mtaani yenyewe wanaumia. Unaona? Juu unapata mtu hizi ni wa gas, unapata. So inabaki hiyo mafuta. Na mafuta inapimwa kidogo hivi, hata kinwa ya salt tuseme mfano, inapimwa hivi kidogo. Huwezi pika hadi sembe. Unaona? So hiyo ni issue nyingine kubwa inafaa consider kwa watu wa mtaani. Wakireduce ndio iko poa, but saa vile sasa wameongeza, kuna vile watu wengi wanaumia, especially hao watu wako in hizi low societies. Unaona wanaumia because hizo ni wakiraise oil pesa, watu wengi wanaumia because na wiki kesho bunge litakuwa likijadili bajeti ya ziada kujua ni wapi pesa zitatoka ili kukidhi mahitaji ya taifa na pia kugharamia madeni ambayo yapo. Sijui ni bidhaa gani ambazo bei huenda ikaongezwa. Toka tukifuatilia hilo. Studioni tuko naye John Onkendi ambaye ni kijana mwenye umri wa miaka 10 ambaye ana ujuzi au talanta ya utangazaji mpira. Atakuwa akitueleza mengi zaidi katika sehemu yetu ya mizani ya wiki, ambapo pia tunarejea na makala uyapendayo ya Mirindimo. Usiende mbali. This is KTN News.